wanahitaji kucheza mchezo ambao hauleti bugdha usiokuwa na fitina. Vijana Kodero Baro pale piga bismillah zao, vijana wa Kisumu Day pale pia nasema wapiga bismillah zao kama kawaida, ilivyo kawaida ya soka. Kila mtu humwomba Mwenyezi Mungu angalau Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia katika kucheza mchezo wao. Tusubirie tuone kipenga cha kwanza cha mwamuzi. Wakufunzi wale, yani captains wote wa timu zote mbili Kisumu Day wanawasalimia wale waamuzi wa katikati ya uwanja pamoja na wasaidizi. Salimia pale, anasema tuanzishe mchezo wa furaha, mchezo wa amani, tudumishe amani. Asema mambo yako barabara kabisa ndani ya Ndizi TV. Niite kijana Majaliwa Ali, sauti ya kutamanika na wengi, inachukiwa na shetani. Kodero Baro pamoja na Kisumu Day, mechi itakuwa inang'oa nanga muda wote. Na unaona wale waamuzi wa katikati ya uwanja, chukua ile gozi. Asante sana. Wanapoingia wachezaji ugani upande wa Kodero Baro 11 bora: Ostwal Carol ya Mchumani, Frederick Ochieng, Brian Odhiambo, Job Collins, Cristade Odhiambo kwa katika safu ile ya nyuma, Frank Juma, Henry Ouma, Felix Kasilas kwa upande ule wa kati, na upande wa ushambulizi Clifton Makori, Avieta Oruta pamoja na Gerard Samson kuwa miongoni mwa 11 bora upande wa Kodero Baro. Upande wa Kisumu Day, Mchumani Orawo Tom, Ochieng Belan, Bernard Ouma, Elisha Otieno pamoja na Hamaton Osano watakuwa upande wa nyuma. Safu ya kati Kennedy Ochieng, Austin Omumbo, Brian Odwor pamoja naye Abraham Otieno, na upande wa mashambulizi naye Neville Peter pamoja na Bavon Ochieng kuwemo miongoni mwa wale ambao watakuwa katika mechi hii. Na iwapo ndipo unaungana nasi mara ya kwanza, jina langu ni Ndemo Steven, Captain 001 michezo Ndizi TV, tukiwa nayo Peak Uniforms and Sports Center na upande wa Nyanza Sports Vibe ambao wamehakikisha kwamba tumepatana hapa. Mechi ya awali za timu hizi zote mbili, Kisumu Day ya Goro sare bao moja, sare ya bao moja. Mechi ya pili Koses kuweza kucheza pamoja na timu ya Ung'incha wakaenda sare ya pointi moja. Mpira unaanza, Kisumu Day tafuta bao la kwanza mapema, wanakosa. Kodero Baro safu ya kati wanaamua kualisha chini kasi ya mechi. Kodero Baro anakata. Kisumu Day wanatafuta nafasi za mapema sana, wanaelewa kwamba mapema ndio dogo. Hatari wapi, poteza nafasi ya wazi ile. Kijana jezi nambari ngapi mgongoni atajilaumu yule. Jezi nambari 8 mgongoni Kisumu Day, alibaki peke yake na mlinzi wa lango ile la Kodero Baro, lakini akapiga fyongo katoka nje na kuwa ni kona kwa faida vijana hawa wa Kisumu Day. Unakuwa mwingi na kutoka nje, kona kwa faida ya timu ya Kisumu Day. Wanakwenda kupiga basi ni Kisumu Day, kona wamejituma Kisumu Day. Koje tusubiri toa vijana wa Kodero Baro, safu ya ulinzi taratibu, piga kisigino kinakubali, kata Kisumu Day, anzisha na nyuma, kijana jezi nambari 5 mgongoni, anaangalia pige wapi, piga fiongo ile, wanaingia Koses katikati ya uwanja, jezi nambari 17 mgongoni, pembezoni kulia mwa uwanja, tuleza ile gozi Kisumu. Koses, Kodero Baro wanaingia, Kodero Baro jezi nambari 18 mgongoni, 18 huyo, chenga kwanza ile, chenga ile kwanza, pili mpira mrefu ule unatoka nje. Kumbuka unapata matangazo haya moja kwa moja ndani ya Ndizi TV, bila kusahau the Nyanza Sports Vibe wenyewe wako ndani. Nyanza Sports Vibe, duka la kuaminika lenye kuuza vifaa vya kispoti. Juu kwa juu, kichwa kinaita Kisumu Day, kata Kodero Baro jezi nambari 11 mgongoni, tia chenge na kata, wanaingia tena jezi nambari 15 mgongoni Kodero Baro. Kisumu Day wana ile gozi, piga mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya vijana Kisumu Day. Haya, rusha ile gozi, mwamuzi wa katikati ya uwanja anasema umerusha ndivyo sivyo, itakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida vijana wa Kodero Baro.
jezi nambari 16 mgongoni huyo kijana Otera. Haya, rusha kumpepeta wapi? Juu kwa juu, Toleza piga tikitaka, ila anasema mwamuzi chenga kibanda. Eneo la wenyewe inakuwa ni kabo, ile alikuwa ameotea. Toleza ile gozi chini, kijana nambari 14 mgongoni Kisumu Day. Weka ile gozi chini, piga juu kwa juu, katikati mwa uwanja, kichwa kinaita, wanaingia Kisumu Day, jezi nambari 2 mgongoni. Gogo wapi? Wanafanya makosa, fanya masiara safi ya ulinzi, fanya masiara. Wakosesi wanafanya makosa, Walinzi wa Kodero Bara, walinzi wa Kodero Bara wanafanya makosa, wanafanya masiara, wanaacha mchezaji yule anatoka kwa mbio, fanya masiara, anakata moja, ile ya pili, ya tatu, wanaona kama neti linatingizika pale. Nambari 1 kuzunguka kitu kiponyavuni, anzisha Kodero Bara, jezi nambari ngapi? Anasema mwamuzi wa katikati uwanja, chezewa madhambi, kijana jezi nambari 10 mgongoni. Tuliza ile gozi chini, kijana nambari 10 mgongoni, piga juu kwa juu, ndefu ile inatoka nje. Kumbuka kama ndo najiunga nasi, basi ni Ndizi TV, tupo live kabisa toka uga huu wa Gusii Stadium. Haya, bila kusahau the Peak Sport uniform pamoja na wanasema ya kwamba kashaotea na akajenga kibanda katika ardhi ya wenyewe. Haya, inakuwa ni goal kick, inakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick pale. Gozi linaikuwa pale chini, mlinda langa anachukua gozi vizuri kabisa, analiweka pale chini, anamwacha mwenzake akuja, angalia anapiga kuelekea upande gani, vuta nyuma kabisa, piga mbele kabisa kwenye kitovu cha uwanja, linadunda, anatambaa nao vizuri, wanapiga Kisumu Day, wapi Kisumu Day, jezi namba 7 mgongoni, wapi anacheza jezi namba 15, anaangalia apige wapi, Kosesa anachukua jezi namba 2, anapiga mbele kabisa kumdoto mwenzake, lakini wapi, jezi namba 18 anatokea, akilifuata anaulinyaka mlinda lango huyo, ni wa Kisumu Day, piga tena ndani kabisa mle, analipaja kwa miguu, kata 1 2 3, kipenga kinapulizwa, amechezesha madhambi, gozi linaiko pale chini. Kumbuka hadi kwa sasa hivi wana Kisumu Day wako mbele bao moja, wapo kidedea kama mfuko wa shati. Haya, anakata vizuri Kisumu Day, anatoa cross nzuri kabisa kumtafuta jezi namba 16, wanatambaa namba 15 mgongoni, katambaa wa Kisumu Day, anafuatwa wapi, anapiga wapi, analikanyaga vizuri, anakata ili iweze kutoka nje, kata moja, kata mbili, inakubali, anakwenda nao Brumisha, lakini wapi, inakuwa mwingi unatoka nje, itakuwa inarushwa kwa faida ya wanakosesa wa Kodero Bara. Na kipindi cha kwanza hiki, lakini mchezo unaonekana ni dakika za lala salama hizi kabisa. Arusha mbele kabisa kumtoa mwenzake jezi namba 11, amechezesha madhambi, alijaribu kanzu, jaribu kumvisha mtu kanzu, itakuwa ni mikiki pale, anamwacha jezi namba ngapi mgongoni, namba 2, anaenda kuigonga ikabu, vuta nyuma kabisa, akiangalia ndio kulipiga wapi, hatua 1 2 3, anapiga mbele kabisa, hatari tena, hatari, wapi, wamekataa, wamesema kashaotea tena, wanakataa, msaidizi wa mwamuzi amekataa kabisa, amekataa, nasema kashaotea, lile goli, inakuwa ni goal kick. Hii inaleta msisimko tofauti kabisa kwa vijana wa Kisumu Day. Hiyo inakuwa ni ngulo manga, ngulo wakatengela, lakini wapi, anachukua piga mbele kabisa tena kumtafuta mwenzake, Lina Donda, kata 1 2 3, anaangalia piga wapi, Kodero Bara, katamba na mpira, kata 1 namba 7 mgongoni, kata 2 namba 7 mgongoni, amenyang'anywa Kisumu Day na mpira, anatoa pasi nzuri kabisa kumtafuta mwenzake, upande wa kulia anakataa Koses huyo, jezi namba 2 mgongoni, anakata analipiga kule kabisa, inakuwa mwingi unatoka nje, jezi namba 12 anachukua gozi, analipiga na mwacho mwenzake, vuta tena mbele kabisa,
wapi, wanakataa Kodero Bara. Anatamba na jezi namba 15 na mvuta. Inakuwa ni Ikabu. Gozi ni Ikabu. Inakuwa ni Ikabu kwa faida vijana wa Kodero Bara. Faida ni ya vijana wa Kodero Bara. Wanajiita Koses. Kijana jezi nambari ngapi mgongoni yule alikuwa ipo chini, jezi nambari 17 kubali kunyanyuka kuendeleza mtanange. Muona kijana jezi nambari 6 mgongoni, Captain Fantastic huyu upande wa Koses. Anasema bana, twende, yote yawezekana. Mpira ni kipenga cha mwisho, mpira ni dakika 90 za mchezo. Toleza ile gozi chini, kijana jezi nambari 2 mgongoni upande wa Kodero Bara. Tumia guu lake, lakini mwamuzi anasema bana, katikati pale anaambia tulieni, rudi hatua kadhaa kwa juu. Tema ameotea nini? Mwamuzi, msaidizi wa mwamuzi pembezoni kulia mawanja anasema umeotea. Kijana jezi nambari ngapi mgongoni? 18 Kodero Bara. Weka ile gozi chini. Kipa nambari amevalia jezi nambari ngapi ile? 31 mgongoni. Vurumesha juu kwa juu. Vijana Kisumu Day pembezoni kulia mawanja wanakata Kodero Bara jezi nambari 10 mgongoni. Toleza kulia mawanja, vijana kose sawa. Vuka mtateli wanaingia, lakini cheza mbovu Kisumu Day. Toleza kwenye gola kushoto, anaingia tena Kodero Bara kumtafuta nane pembezoni kushoto mawanja, jezi nambari 11 mgongoni, lakini mpira mrefu unatoka nje. Utakuwa ni mpira kurusha kwa vijana, kwa faida vijana wa hawa waite Kisumu Day. Kijana jezi nambari 15 mgongoni atakuwa anarusha ile gozi, rusha juu kwa juu, kichwa kinaita. Kodero Bara jezi nambari 17 mgongoni, cheza kisigino kilichoenda skuli, jezi nambari 16 mgongoni, taratibu na kata Kisumu Day. Ingia jezi nambari 18 mgongoni, Kodero Bara wanaingia Kisumu Day. Tulia Kisumu Day namna gani? Gogo hatari, Fataki ile achia mshale, achia mkoki, mtu mzima anaachia Fataki lelo enda skuli, inakosa kidogo kabisa, lakini inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Vijana Kodero Bara wanaona siku isiyo siku. Kipindi cha kwanza cha mchezo, kama ndo najiunga nasi, vijana Kisumu Day goli moja, Kodero Bara 0. Goli walilopata kwa dakika za mapema za kipindi hiki cha kwanza. Kijana yule jezi nambari ngapi mgongoni Kodero Bara, kipa yule nzi wake, tia ile gozi chini, juu kwa juu kumtafuta kijana jezi nambari 11 mgongoni, kichwa kinaita. Tuliza taratibu, tema anacheza mwamuzi wa katikati uwanja, chezewa madambi kijana jezi nambari 11 mgongoni Kodero Bara. Itakuwa ni Ikabu kwa faida vijana Kodero Bara. Huyo hitaji angalau goli la kusawazisha mambo yawe 1-1 hapa. Tuliza ile gozi chini, vijana Kodero Bara panga jezi nambari 17 mgongoni, rudi hatua kadhaa, juu kwa juu kata vijana wa Kisumu Day. Anasema fadhali fedheha kuliko lawama, toa nje na kuwa ni mpira wa kurusha kwa faida vijana hawa wa Kodero Bara. Jezi nambari 16 mgongoni, rusha ile gozi, anamtafuta nani? Jezi na kijana jezi nambari 11 mgongoni, toleza kisigino kata vijana wa Kisumu Day. Jezi nambari 1 mgongoni Kisumu Day, pembezoni kulia mawanja wanaingia Kisumu Day. Jezi nambari 2 mgongoni, anaotea nini? Mwamuzi wa katikati ya uwanja anasema kijana jezi nambari 2 mgongoni alikuwa ameshajenga kibanda kwenye eneo la wenyewe, anaambiwa bana, hauna hati miliki ya eneo hili, bomoa banda lako, toka. Nambari 7 tafuta mbele, anaingia Wycliffe, offside. Jamaa huyu ni kama kweli anaona kwa umbali tena, anaona sana tena zaidi, manake ni mara ya 3 amewakataa vijana hawa, na wajiwa nafsi wa refa anaona kwa mbali, hivyo ndivyo inasema kwamba anawaonea. Tusije tukasema hivyo, ni anaona hawaonei, anaona mbali. Rusha tena, haya narusha mpira sasa, ni Wycliffe
Kocha anamwambia tulia baba, wacha pupa. Anza tena. Rusha kule mbele. Cheza. Victor. Ya kwanza. Kosa nafasi ya wazi. Anaingia tena. Jaribu kukaba. Bila ni Waikabu sasa kuelekea timu ya Kisumu Day. Anaanza kipa. Anajaribu. Anza kule mbele. Katikati mwa uwanja. Piga headi. Rudisha na headi bado. Weka mpira chini kabisa. Ya kwanza Victor. Ya pili jaribu. Pia Waikabu, ndugu yangu, umekwisha sema kwamba kesho tuna mechi gani ama taarifa kamili haijatoka? Kesho na kuambia nina ukweli kabisa hapa. Kesho tutakuwa na itakuwa ni siku ya tatu. Siku ya tatu. Tutakuwa na zile timu ambazo zitakuwa zikishinda hapa. Zitakuwa zinamenyana na zile timu ambazo tutapata mwelekeo kamili. Anaingia chenga, lakini kosa nafasi. Rudisha kwa juu. Anagada. Cheza. Kosa. Kwani offside tena. Vijana hao wanajipanga. Kwani offside tena. Wanajipanga. Kuna lipa takwimu kamili. Inakuwa ni siku ya tatu. Siku ya tatu. Tutakuwa na vijana wa Agoro Sare wakigaragazana na vijana wa Kodero Bara. Kabisa. Pamoja na vijana wa Kisumu Day wakiwa na vijana wa Ongicha. Sameta pia watakuwa na Ambira Matutu Tonga. Anaingia offside. Inazidi kuwa offside sana. Vijana hao wa Kodero Bara wamejifunza sana kutengeneza offside. Wanawaachilia wale wa Kisumu Day wanaingia sana na wanabaki. Inaonyesha kwamba itakuwa vigumu sana wana Kisumu Day kuweka goli lingine kwa maana wanachunga sana. Anaingia. Anapigana vita vilivyo. Kinikosa nafasi yake. Lakini nakwambia mechi hii vijana hao ni kama wanaleta msisimko sana. Kabisa. Kwa mashabiki. Anacheza kule mbele, bali tatu. Fungua kabisa mbele, lakini anampasia kwao. Ngine ya kwanza. Vijana wa Kisumu Day wanapanga mpira wao chini vizuri. Nambari 7, cheza. Rudisha. Kosa nafasi hiyo. Peana tena. Jaribu kuingia lakini anakanywa. Ingia tena. Anapea handoff lakini anakosa. Wewe. Ana save corner. Sijui kama ni corner. Imekwisha kuwa ni mpira wa kona sasa kuelekea timu ya Kodero Bara. Leo ni leo. Asema kesho ni muongo basi. Wanasema msema kesho muongo. Waswahili wakanena. Ndivyo ilivyo. Kabisa. Tutasame kona. Same kona ya kipekee. Cheza kona kijana mtulivu. Mashabiki nakwambia ni wengi sana kutoka katika. Anacheza mbiro. Ingine tena ni ambaye hatari. Poa kabisa. Cheza, rudisha. Anatamba sasa. Anajaribu kuweka mbali. Anaweka kwa kifua. Inamtuliza. Anatulia kabisa. Anaingia lakini kosa nafasi yake ya kwanza. Nyanganywa. Anaingia Victor. Cheza tena kule mbele. Kosa ile nafasi. Kwambia wamekwisha waacha wale vijana wa Kisumu Day wanaingia offside sana. Ndio maana wanawaachilia. Anza tena katikati mwa uwanja. Anampa Savi. Anaangalia. Cheza gol! Nje. Anakosa hiyo nafasi ya wazi. Step out in confidence and try Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion, now with 5-in-1 complete care. Download the Glovo app, order anything you want. Glovo itakuletea in minutes. Jezi vijana wa Kodero Bara wamevalia jezi nyekundu, huku vijana wa Kisumu Day
wamevalia jezi za kijani. Wanaenda kupata mwelekeo kidogo kutoka kwa wasaidizi wao ambaye ni refa msaidizi pamoja na msimamizi wa timu ya Kodero ya Kisumu Day. Ndivyo ilivyo msikilizaji. Ndugu yangu, nilikuwa nimekuambia kwamba mechi hii ina utofauti mwingi sana na kutokana na mechi ambayo iliweza anampa kadi ya manjano kumalizika. Refa anampatia kadi ya manjano mwakilishi mmoja wa timu ya Kisumu Day kwa kosa la kuweza kumuita kutoka uwanjani na kumwambia jambo ambalo halina uwezo ama halina uzito. Haya, watakuanza tena Kisumu Day. Jana aliyekuwa ametoka kwa sababu ya kupata anza pale mbele kuumia, anaonekana ni kana kwamba anaweza karejea tena uwanjani muda wowote ule. Vijana hao wa Kodero Bara wanatupa chances mingi hata kusimamisha mpira ambao ni false ambazo zinakuja kwa njia ya pekee. Inaasilia kwamba nilikwambia zile medali ambazo tulikuwa tumeongelea zitarudi hapa, zinaweza pia zikapata mwenzao kutoka hapa. Anaingia vizuri sana. Cheza visivyo jezi nambari 7. Ile ni maeneo ya hatari. Jamaa ambaye ana uwezo wa kukimbia uwanja wote kwa muda wowote. Jezi nambari 7. Timu gani? Timu yoyote ile. Ikiwa ni timu ya Kodero Bara, iwe ni timu ya Kisumu Day, mchezaji jezi nambari 7 ana uwezo wa kukimbia uwanja wote. Wanajaribu sana wana Kodero Bara kuhakikisha kwamba wanarudisha ile goli ambayo imekwisha enda. Kundana jezi nambari 6 anaweza kukimbia uwanja wote. Anacheza. Asante sana wale wote ambao mnatupata kututazama ndani ya mtandao wa YouTube. Tuko sawa kabisa pale tunakuletea matangazo moja kwa moja. Kumbuka kwamba ni mechi ambazo tunakuletea mechi za Nyanza Region Secondary School Sports Association. Cheza kali sana hapa katika kaunti ya Kisii. Wale wote mko mbali amweza kufika uwanjani, basi mnapata mechi hizi kwenye mtandao. Inakuwa sawa kabisa zikiweza kufunguliwa rasmi hapo jana na msimamizi wa mechi hizi ambaye ni guest of honor, mgeni mheshimiwa mkuu ambaye ni Regional Director of Education Nyanza, Mr. Lawrence Karuntimi, mkuu ambaye amekuwa akisimamia masomo katika eneo la Nyanza. Kabisa. Jaribu kuingia lakini anamzuia asiingie. Iwe ni mpira wa ikabu. Imekwisha kwa mpira wa ikabu. Ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani Gusii Stadium. Kisumu Day 1, Kodero Bara 0. Anajaribu. Anajiamini sana. Mara hatari. Cheza kipa ananyaka. Kijana nambari 5, kijana nambari 6 alikuwa anajiamini sana. Asipochunga vizuri yule jamaa jezi ama mchezaji wa timu ya Kodero Bara, goalkeeper, asipochunga tena anaweza akapatiwa bao lingine la pili. Cheza. Namna ambavyo anaonekana anakuwa ni mcheza tena watu sana. Naweka nguvu sana. Kipa ananyaka. Anza kule mbele. Pele inakuwa mwingine inatoka nje. Kurusha. Mashabiki wanamkemea kwamba asingecheza hivyo. Kwa maana sasa hivi wamepigwa moja. Akicheza mechi hivyo inahakikishia kwamba anatoa matumaini kabisa
ya timu ya Kotero Bara, lakini mechi hii ni safi kabisa. Tunazidi kukuletea moja kwa moja kutoka mitandao yetu. Na Kaba lakini ananyang'anywa tena. Kabu kuelekea timu ya Kotero Bara. Rusha za kuleka kwa Victor, nyang'anywa na mchapa Andov. Anajaribu kuzuia kona. Wana Kotero Bara wanajaribu wawezavyo, lakini inakuwa ni mshike kwa timu yao, kwa maana hawajapanga vilivyo na kuhakikisha kwamba wanaleta mpira ambao unaleta ustaarabu wake katika ugani. Hivyo basi wanapupa mingi, wanastahili warudi chini, watoe pressure. Ndio wakitoa pressure sasa watakuwa wametulia. Amecheza kona safi sana, karibu ingie yenyewe. Hao na Kisumu Day wanajaribu kuhakikisha kwamba wao ni wanataka kuhakikisha kwamba hawalali tumbo lisilo na kitu. Cheza kule mbele, rudisha. Kumbuka kwamba ndugu yangu, nataka nikukumbushe kwamba kuna shule zingine hapa ama mashule mengine ambayo iliweza anaingia offside. Mashindano haya shule ambazo zimeweza kuahidiwa na mwalimu wao mkuu, akawaambia kwamba baada ya mkiweza kuja nyumbani na kombe mtaweza kuwapeleka katika mji wa Mombasa na pia mji wa Nairobi kwa juma moja rasmi, ambapo mtakuwa mnaenda mkiji-enjoy. Inakuwa kuna shule nimeweza kuelezwa, shule 2-3 katika mashindano haya kutoka eneo la Kisumu na pia shule ya makaunti zingine ziliko eneo la Ujaluoni pale, zimeweza kuahidiwa punde tu mtakapokuja nyumbani na kombe mtaweza basi kuwapeleka katika mji wa Mombasa na mji wa Nairobi muweze kujifurahisha kwa juma moja. So inamaanisha kwamba kwa hivyo ndio maana anaingia, anajaribu kuingia, kosa nafasi, offside. Shule hizi zinafanya kujizatiti ili ziweze kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Walikuwa wamejenga kipanda kwa ardhi sio kwa yake. Naona pale jumbe zinaingia studioni, mmoja anasema kwamba anaitwa ni Bishop Nyandego. Asante sana Bishop Nyandego kwa kazi ambayo unasema tuko sawa kabisa. Anaitwa pia ni Nancy Kotini, anasema kwamba yuko locked, yuko ndani kabisa. Pia mwingine anasema kwamba anaitwa ni Boni Mogire. Asante sana Boni Mogire kutoka maeneo ya Nairobi. Pia vile vile anasema anaitwa ni Rosrin Ombati kutoka maeneo ya Qatar. Anasema kwamba anatutazama live, yuko ndani ya nyumba anatutazama live. Anasema pia mwingine anaitwa ni Mpenda Isaac Mpenda Amani. Asante sana pale, na pia wengine wenyeji wa kutoka maeneo ya Mogonga katika kaunti ya Kisii. Asante sana. Ndivyo hivyo mashabiki wetu wanazidi kuingia katika GTune Studios pale YouTube, wanapata matayarisho haya kwa njia ya kipekee. Ruka juju, kijana mtulivu nambari 6 mgongoni, kuza tena, chenga ya kwanza, peana kule mbele, chenga ya pili peana tena, cheza sasa vizi. Wanaonyesha mpira mwema wana Kotero Bara kwa muda huu mchache. Ndivyo mambo yalivyo kwa mbele. Rudisha tena, cheza visivyo. Moza ya kwanza, wana Kotero Bara wanang'aa vilivyo. Chenga ya kwanza, ya pili, peana kule mbele, anajaa anamng'oa kule. Ni mpira wa kona sasa. Corner ball kuelekea timu ya Kisumu Day. Cheza kule mbele.
tena, jaribu tena. Amecheza vizuri lakini Wanaingia, wanazidi kuingia wana Kodero Bara, nakwambia kakaangu. Wanajaribu sasa, wanasema kwamba ni muda wao. Ni muda wao hivi sasa. Cheza vizuri. Kosa. Ya kwanza, rudisha tena. Wana Kodero Bara, Waikabu. Mashabiki wa G6 wanaonekana kwamba ni wa Migori County na G5. Maana katika uwanja wa Kisii Stadium wanashabikia sana timu ya Kodero Bara. Wanaonekana kwamba ni wa kutoka pale timu ya Kodero Bara kabisa, kwa maana ni hapa karibu, ni mwenze wanaitwa wenzao hawa wana Kisii County hapa, ni majirani. Wanaingia wana Kisumu Day. Cheza kule mbele. Inakuwa ni offside. Bao lingine la tatu tena. Offside. Msaidizi wa refa anakataa. Anasema ni offside. Anasema ni offside. Ndugu yangu nakuambia, ingekuwa msaidizi wa refa hangekuwa. Goli ngapi hizi? Basi tungekuwa tunaongelea mambo tofauti kulingana na yale ambayo tulikuwa tukiongea hapo awali dakika zilizokuwa zimepita. Wanaingia wana Kodero Bara. Haya. Anajaribu kuingia. Cheza. Piga yeye safi. Anamzuilia pale jezi kabisa sana. Nambari 7. Anamzuilia siingie jezi nambari 8, kijana kutoka timu ya Kisumu Day. Wanaanza tena vizuri. Kwa Waikabu kuelekea timu ya Kisumu Day. Mpira Waikabu. Anaonekana anataka kufanya kwamba anaweza akaingia uwanjani. Anataka kuona kana kwamba jezi nambari 12 mgongoni aweze kuingia pale akiwa na jezi nambari 9. Vijana hao wawili angalau waweza kusaidia timu hiyo ya Kodero Bara. Asante, wanamaliza mazungumzo pale. Asante, tuweze kurejea uwanjani na kuwa anza tena hapo kule mbele. Cheza hivyo. Walikuwa wanacheza Rojaf kabisa nje. Mpira wa Ikabu kuelekea timu ya Kodero Bara. ni Koses. Vijana wa Koses. Ila hatujajua Koses inamaanisha nini. Ingia tena. Chenga ya kwanza. Weka katikati. Menyanganywa. Secondary school. Kipa anaokoa. Kipa nambari 1. Anampatia mkiki mzuri. Anatoa mkiki. Kipa anasema niko hapa kuhakikisha kwamba hakika nitasaidia Kodero Bara. Anasema kwamba naomba nipatie. Anapatiwa, anakichukua vizuri. Duma. Kipa anaokoa. Amepewa mkiki. Yaani ndugu yangu, mambo ni tofauti kabisa. Vijana hawa wa shule ya Kodero Bara ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani. Kulemewa kidogo. Wanazidiwa. Vijana wa Kisumu Day. Kijana amekwisha kosa kusimamisha mpira mara 2. Wanafanya mabadiliko pale. Vijana hao wa shule, anaingia jezi nambari 12 pale. Kipa anaokoa tena. Kwa ni goal kick. Haya. Anaanza Ikabu kuelekea timu ya Kisumu Day. Ni Ikabu.
Kichwa kinaita tena Kodero Bara, jezi nambari ngapi mgongoni? Kata jezi nambari 5 mgongoni. Kisumu Day, mpira mrefu unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya vijana hawa wa Kisumu Day. Anarusha nani? Kijana avalia jezi nambari ngapi mgongoni? 12, juu kwa juu, cheza na kijana jezi nambari 8 mgongoni. Haya, anakabwa sana na kijana jezi nambari 6 mgongoni, yule wa Kodero Bara. Cheza, tuliza ile gozi nini, namna gani kijana jezi nambari 19 mgongoni. Koses, achia, wanaingia Kisumu Day, kata Kodero Bara, tuliza tena Kisumu Day, kijana jezi nambari 18 mgongoni, tuliza kichwa tena, cheza kijana jezi nambari 19 mgongoni, anamwambia kipa nambari 1, bwana mpira ni wangu. Kumbuka kama ndo unajiunga nasi, tupo live kabisa ndani ya Ndezi TV pamoja na wadhamini Peak Sports Uniform pamoja na The Nyanza Sports Vibe ambao wanapatikana maeneo ya Kisii kwenye Waumini Plaza orofa ya pili. Haya bana, anasema mwamuzi wa katikati ya uwanja shauriana na anawaambia bana, mambo yanakwenda hivi, tujaribu sana tucheze gozi yenye nidhamu. Hapa ni urafiki, huenda utacheza na mwenzako wa timu pinzani hapa Kisii, lakini ukapatana naye kwingine. Haya, inakuwa ni goal kick kwa faida ya vijana hawa wa Kisumu Day. Anzisha Kisumu Day. Kipindi cha kwanza kimekamilika kabisa. Kipindi cha kwanza kimekamilika na mwenzangu, na labda tu hii kwa Kodero Bara inamaanisha nini kwa goli la kwanza ile? Ndio ile goli la kwanza ambayo ilifungwa kabla tujaenda hata tujafika dakika la 5. Naam. Tunaweza sema ilikuweko makosa ya walinzi ambao walifanya kosa hilo, zaidi Kisumu Day wakapata hilo bao. Na zaidi ya hilo bao tumeona mabao karibia 3 ambayo yameingia kwenye nyavu ya Kodero Bara wakitoa, lakini wanasema offside. Kabisa tumeona hayo. Lakini tutasema ya kwamba ni kana kwamba wale walinzi wa kule nyuma ama defenders walienda wakarefuka kabisa, na iwapo ile inamaanisha ule mfumo ambao wanautumia Kodero Bara wa kuacha wale wachezaji wa Kisumu Day, wanatumia mfumo mzuri. Ukiangalia vile ni kama wanatumia mfumo wa 4-3-3. Ndio, na bila shaka itakuwa ni mambo ambayo watakuwa wanarekebisha. Tulimwona yule kijana jezi nambari ngapi mgongoni, 11, ambaye kwa wakati mwingi sana mipira ilikuwa inampita akipigwa badiliko, na dakika za mwisho wa kipindi cha kwanza hiki umeona mambo yakiwa tofauti. Sijui ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea, tusubirie. Wacha nikuambie kama si mlinda lango wa timu wa Koses, hadi kwa sasa hivi naweza kuambia Kisumu Day wangekuwa hata mabao 3 mbele, lakini yule mlinda lango pia amesaidia upande mwingine. Anasema anafanya kazi ya ziada sana, amefanya jitihada